Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu. Leo tunaangalia tatizo la kukojoa kitandani kwa watoto na namna ya kuwasaidia. Karibu sana uwe nami kuanzia sasa mpaka mwisho. Asante. Kila mtoto anaacha kukojoa katika umri tofauti. Mara nyingi kuacha kukojoa kitandani usiku ni hatua ya mwisho kabisa ile mtoto anapokuwa anajifunza kutumia choo. Kusema mtoto ana tatizo la kujikojolea au kikojozi ni mtoto ambaye ana miaka 5 mpaka 6 anayejikojolea bila hiari yake. Anaweza kuwa anajikojolea wakati wowote. Inaweza kuwa usiku wakati akiwa amelala au inaweza kuwa mchana. Lakini hapa tunazungumzia zaidi kujikojolea wakati wa usiku. Na tunasema mtoto ana tatizo kama la kujikojolea au anajikojolea kama anajikojolea angalau mara 2 kwa mwezi, ndio tunasema kwamba huyo mtoto ana tatizo la ukojozi au kikojozi. Kwa hiyo mtoto ambaye amezidi miaka 5 mpaka 6 na anakojoa zaidi ya mara 2 kwa mwezi, tunasema huyo mtoto ana tatizo. Kwa habari ya sababu ya kukojoa kitandani, ni muhimu ujue kwamba kukojoa kitandani usiku ni jambo la kawaida. Wapo watoto ambao wanakuwa wameacha kabisa kukojoa kitandani kwa takriban miezi 6 au zaidi na kisha wakaanza tena kukojoa. Kuna sababu nyingi za mtoto kuanza kukojoa tena baada ya kuacha kukojoa kwa muda mrefu. Sababu inaweza kuwa ya kimwili, inaweza kuwa ya kihisia au unaweza kukuta tu umebadilisha muda ule wa kulala. Lakini pia wapo watoto ambao hawajawahi kuacha kabisa kukojoa kitandani usiku. Hawa mara nyingi unakuta ni kwa sababu mwili wao unatengeneza mkojo mwingi sana kuliko uwezo wa kibofu cha mtoto yule kuhimili, lakini pia mtoto huyu anashindwa kuamka usiku kinapokuwa kimejaa. Sasa ubongo wa huyu mtoto unakuwa bado haujajifunza kuitikia ile ishara ya kibofu kwamba kimejaa, kwa unajikuta anakojolea. Kwa hiyo ni muhimu kukumbuka kwamba hili si kosa la mtoto au mzazi. Wapo pia watoto ambao wanakojoa kitandani kwa sababu ya maambukizi ya kuzaliwa nayo au matatizo ya kuzaliwa nayo ya mfumo wa mkojo. Anaweza kuwa na maambukizi kwenye mfumo wa mkojo au ugonjwa kwa mfano wa kisukari ambao unasababisha anatengeneza mkojo mwingi. Kwa hali hii daktari ataagiza vipimo ili kufanya utambuzi na kumtibu mgonjwa. Kukojoa kitandani linaweza pia kuleta tatizo la kurithi kwenye familia fulani. Unakuta kwenye familia yao hilo swala lipo. Sasa wavulana 9% na wasichana 6% wenye umri wa miaka 7 wanakojoa kitandani. Idadi hii inapungua kadri umri unavyoendelea kuongezeka. Sasa kwa watoto wengi tatizo hili huwa linaondoka lenyewe kadri umri unavyoongezeka, lakini kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kukojoa hadi utu uzima wanakuwa na hili tatizo. Ukifika kwa daktari kama umeenda kufanyiwa utambuzi, daktari atauliza historia ya kukojoa kitandani ya mtoto, atauliza amekojoa mara ngapi kwa siku, saa ngapi, vinywaji anavyokunywa, chakula anachokula na muda ambao unakuta analala. Lakini pia atafanya uchunguzi wa mwili kuhakikisha kwamba hakuna sababu ya kimwili ambazo zinasababisha shida hii kutokea. Atapima pia mkojo kuangalia kama kuna maambukizi. Anaweza pia kuagiza vipimo vingine vya picha za figo na kibofu kama anaona kuna ulazima au anahisi kwamba kunaweza kukawa na tatizo. Akishafanya hivyo anafanya utambuzi wa tatizo la mgonjwa. Kwa habari ya matibabu, kila mmoja anapokea swala hili kwa hisia tofauti. Watu wengi wanalichukulia kawaida na wengine wanamwadhibu yule mtoto. Mambo haya yote hayamsaidii kupunguza hili tatizo. Unatakiwa kumhakikishia mtoto wako kuwa kukojoa kitandani ni jambo la kawaida na linaweza kushughulikiwa, lakini baada ya hapo muweze kulishughulikia kwa pamoja. Kwanza hakikisha kuwa mtoto anakojoa kila mara wakati wa mchana na jioni ili asikae na mkojo kwa muda mrefu kwenye kibofu. Lakini pia hakikisha mtoto anakojoa kabla ya kwenda kulala. Unaweza pia kupunguza kiasi cha vinywaji anavyokunywa masaa machache kabla ya kulala. Kumbuka kuwa unapunguza kiasi, sio kumnyima kabisa mtoto vinywaji, asinywe maji kabisa. Unaweza kumpatia mtoto zawadi kwa zile siku ambazo unakuta hajakojoa kitandani. Baadhi ya familia wanatunza daftari ambalo mtoto huyu anakuwa anajaza kila asubuhi anapoamka bila kukojoa kitandani. Njia hii sio ya uhakika kwamba itaondoa tatizo, lakini inaweza kujaribu ukaona kama inaweza kumsaidia. Na hii ni njia ambayo inawafaa zaidi watoto wadogo wa umri kuanzia miaka 5 mpaka 8, maana angalau ndio wanaelewa unachokifanya. Zipo pia dawa ambazo zinaweza zikamsaidia mtoto. Dawa hizi mara nyingi inatumika kutibu ukojozi na inapunguza kiasi cha mkojo kinachotengenezwa. Dawa kama desmopressin zinapunguza kiwango cha mkojo kinachotengenezwa usiku na zinatoa matokeo ambayo ni ya haraka. Inaweza kutumika kwa muda mfupi. Kwa mfano mtoto wakati anapoenda ugenini, labda anaenda kutembelea watoto wengine, anaenda kulala huko, unaweza kumpatia dawa hii ili imsaidie asikojoe kitandani na akaaibika. Daktari pia anaweza kupendekeza kuacha kutumia dawa hizi kwa nyakati fulani ili kuona kama mtoto anaweza kubaki mkavu bila kutumia hizi dawa. Dawa hizi zina madhara pia, kwa hiyo daktari anahakikisha kwamba unazitumia kwa uangalifu.
Zipo pia aina nyingine ya dawa kama hizi tricyclic antidepressants, kwa mfano imiperamin. Dawa hizi zinaweza pia kusaidia kupunguza ukojozi, lakini madhara yake yanaweza kukera, na kutumia kiwango kikubwa cha dawa hii kinaweza kutishia maisha ya mtoto. Kwa hiyo madawa haya yanatumiwa pale tu matibabu mengine yanapokuwa yameshindwa kabisa. Kwa watoto ambao waliacha kukojoa kitandani kwa takriban miezi 6 na kisha wakaanza kukojoa tena, daktari atatafuta sababu ya kuanza kukojoa tena na kisha atampatia mapendekezo ya matibabu ya huyo mtoto, kwa sababu kama alikuwa amekuwa mkavu, kuna kitu tu kimesababisha ameanza tena kukojoa. Sasa kwa habari ya matarajio, kama hakuna tatizo la kimwili, kukojoa kitandani si hali inayoweza kumdhuru mtoto kabisa kiafya. Kwa hiyo kuwa na subira, atapona. Kwa sababu ya tatizo hili, mtoto anaweza kujisikia aibu na hata kuanza kutokujiamini kabisa. Ni muhimu kwamba we mzazi kumtia moyo kuwa hali hii ya tatizo hili itakoma, na si kumkerehesha tu kila wakati unamtia mtoto watu stress. Na kiukweli watoto wengi wanapona kabisa ukitumia njia hizi ambazo tumezizungumza hapa. Kwa hiyo msaidie mtoto wako, lakini pia kuwa na subira. Asante. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.